Tuanze tu kaka. Asante. Kwanza nizungumze nikizungumzia mamlaka makubwa alionayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais mamlaka alionayo tunaweza tukamuita Mungu mdogo, kwa sababu huwezi kumuita binadamu wa kawaida, kwa sababu huyu rais wakati anatekeleza majukumu yake Mtanzania yoyote hana uwezo wa kumshtaki akiwa rais wakati anatekeleza majukumu yake ya urais na baada ya kustaafu hawezi ukamshtaki. Yani akiwa rais na baada ya kuwa rais huwezi ukamshtaki, wala hawezi ukamshtaki kwa makosa ambayo aliyatenda kabla hajawa rais. Kwa hiyo akisha kuwa tu rais inampatia kinga ya kutoshtakiwa mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu atamchukua roho yake. Hilo la kwanza. Huyu rais ambaye ana haya mamlaka makubwa, yeye ni nani? Ana mamlaka ya kuteua watu wangapi? Rais anateua watu zaidi ya 2000 Tanzania. Anamteua mkuu wa majeshi, anamteua mkurugenzi wa usalama wa taifa, anamteua IGP, anamteua DPP. Sasa kuna cheni hapa, kuna cheni kati ya rais, kuna cheni kati ya IGP, kuna cheni kati ya DPP ambaye ni mkurugenzi wa mashtaka. Rais anaweza akatoa maelekezo Tundu Lissu akamatwe, akamwambia IGP kama polisi wao na polisi wao wakamkamata IGP huyo anateuliwa na rais. IGP akimkamata anampeleka kwa DPP muendesha mashtaka ambaye anateuliwa na rais. Kwa hiyo ni cheni. Rais anaagiza, anamwagiza IGP anashirikiana na DPP ambaye wote ni wateuli wa rais. Baada ya Tundu Lissu kukamatwa au mshtakiwa yoyote anapelekwa mahakamani. Ukienda mahakamani, rais unakutana na mkono wa rais mahakamani. Rais anateua majaji wote wa mahakama kuu. Rais anateua majaji wote wa mahakama za rufani. Wote wanateuliwa na mheshimiwa rais. Kwa hiyo IGP anakukamata, anakupeleka kwa DPP ambaye wewe ni mteuli wa rais, unaenda mahakamani kukutana na kesi yako ambayo unakutana na majaji wote ambao ni wateuli wa rais. Kwa hiyo rais akiamua kukufunga hata ndani ya wiki moja anatoa maelekezo na cheni yake inakufunga, kwa sababu kila utakapoenda unakutana na mkono wa rais. Sasa kwa hiyo ni sawa na kesi ya mbuzi amepelekewa afisi. Kabisa. Sasa tunataka nini katika wananchi walitoa maoni gani kwenye katiba hii ya mwaka 1977? Rais, twende kwenye ardhi ya Watanzania, ambapo leo hii nilisema kwamba bangi ikikutwa kwenye shamba la mwananchi, bangi ni ya mwananchi, lakini madini yakikutwa kwenye shamba la Mtanzania, madini ni ya mali ya serikali. Sasa rais, katiba inasema ya sasa ya mwaka 1977 kwamba ardhi ni mali ya umma, msimamizi wake ni mheshimiwa rais. Sasa hii ardhi ambayo ipo kwa Tanzania nchi nzima, hii ni mali ya umma kwa mujibu wa katiba, lakini mdhamini wake ni mheshimiwa rais. Rais akitoa udhamini wake pale Bukoba, kama kuna madini, akitoa udhamini wake, hiyo ardhi inachukuliwa na serikali. Wanachimba madini, hata kama kulikuwa kuna watu wataondolewa, hawezi kupewa fidia. Wakati mwingine kupewa fidia imekuwa ni mlolongo mkubwa, kila sehemu ambapo wananchi wameondolewa wamelia juu ya fidia. Mtu amekaa hapo miaka 30, amekaa hapo miaka 40, kama Wamasai wa Ngorongoro. Ile ardhi ni mali ya umma ya Ngorongoro, ila mdhamini wake ni rais. Sasa hivi rais ametoa udhamini wa Ngorongoro, mkutoa Masai kila siku anakimbizana na polisi. Sasa wale wa Masai wanasema sawa, rais amechukua ardhi yetu, ngoja twende mahakamani tukashtaki tupewe haki yetu ya ardhi. Akienda mahakamani, katiba inasema ardhi ni mali ya umma, mdhamini wake ni rais. Huyu rais ameondoa udhamini wake. Wamasai wanaenda mahakamani, wanakutana na majaji wa mahakama, wote wameteuliwa na rais. Sasa utapata haki hapo? Never. Hapo huwezi kupata, hapo hawezi kupata haki hata siku moja. Twende bunge. Bunge ni muhimili ambao unajitegemea. Yaani bunge unapaswa kuwa muhimili huru, na kazi ya bunge, Tanzania tuna mihimili mitatu. Tuna serikali kuu, tuna bunge na tuna mahakama. Kazi ya bunge ni kutunga sheria. Yaani ile bunge kazi yake ni kutunga sheria, mahakama kazi yake ni kutafsiri sheria, serikali kuu kazi yake ni kusimamia sheria. Sasa twende bungeni. Bunge, wabunge wote wanaenda pale wanatakiwa watokane na kula za wananchi, waende wakatunge sheria.
Sasa unakuta mbunge ametoka Temeke, Ilala, Mbeya, Songwe, hajachaguliwa, amepitishwa, yani chama chake baada ya kumpitisha serikali imeiba kula, ameenda bungeni. Huyu kazi ya mbunge ni kuzungumza matatizo ya wananchi, na katiba inasema kabla hajaenda bungeni aitishe mikutano kwenye kata mbalimbali, achukue changamoto za wananchi ndizo aende akazisemee bungeni. Hiyo ndio kazi ya mbunge. Lakini sasa hivi hawana habari ya vikao vya wananchi, kwa sababu wanajua wale hawajawachagua. Wao wakienda bungeni, kazi ambayo wanaifanya kwa uaminifu mkubwa ni kumsifia Mheshimiwa Rais. Kwa sababu gani? Ili awamu ijayo rais amuone chama chake, kwa sababu rais si mwenyekiti wa chama, amteue tena kwenda bungeni. Na si Jacinth Warioba, wananchi walitoa maoni gani? Walisema wabunge ambao watokane na kura za wananchi, awe Chadema, awe ACT, awe CUF, ili aende bungeni kwanza atokane na kura za wananchi, tupate tume huru na iliyo haki. Huyu mbunge akichaguliwa na wananchi, wakienda bungeni, sio lazima akae miaka 5. Anaweza akakaa miezi 6 hajatekeleza matakwa ya wananchi ambao wamemchagua. Wananchi wana uwezo wa kumuondoa madarakani. Na tukishafikia katika hatua hii, wabunge watakuwa wanawaogopa wananchi, kusema nisipowasemea wananchi wangu wataniondoa madarakani, nikikaa kimya bungeni wataniondoa madarakani. Lakini sasa hivi wabunge wote wakisimama, hawataji katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hawana habari na wananchi, wanamsifia rais. Mama asante sana, mama anaupiga mwingi, mama ametekeleza. Hawawasemei wananchi kabisa. Hii hapana. Sasa pale bungeni katiba inasemaje kuhusu bunge? Bunge kazi ya bunge ni kuisimamia serikali. Yaani rais anasimamiwa na bunge. Lakini katiba ya sasa inasema, mwaka 1977 inasema rais ana uwezo wa kulivunja bunge muda wowote. Yaani wewe yaani mimi hapa ninakusimamia, yaani mimi nakusimamia, hii live si ya kwako hapa kaka Nuru. Sasa mimi nakusimamia wewe, lakini wewe katiba inasema Nuluvazi ana uwezo wa kufunga live wakati wowote. Mimi nitakuwa na uhuru wa kuongea hapa. Sasa kazi ya wabunge, yani katiba inasema kazi ya bunge ni kuisimamia serikali na msimamia rais, lakini rais ana uwezo wa kulivunja hilo bunge wakati wote. Yani sasa hivi wabunge wakipanga wamwajibishe rais kwa mauaji ya tarehe 29, rais ana uwezo wa kulivunja bunge kabla bunge halijakaa hicho kikao. Hilo ni bunge huru. Mbona tunasema maoni ya wananchi kwenye rasimu ya Jacinth Warioba. Yaani hapa wanaoanisha maoni ambayo tayari yapo. Yaani katiba inaweza katengenezwa hata kesho. Wananchi walisema basi ile rasimu iko vizuri. Rasimu iko vizuri kabisa. Rasimu nimeisoma vizuri, iko vizuri. Kwa hiyo wananchi walisema rais apunguziwe mamlaka bungeni. Rais anamteua katibu wa bunge, ana mkono wake pale bungeni. Sasa lile bunge kazi yake ni kutunga sheria. Kwa hiyo rais anaweza kulielekeza bunge, kwa sababu ni mwenyekiti wa chama chao, anawateua wale wabunge wote, yeye ndio anaamua nani awe mbunge pale. Kwa hiyo anawaelekeza watunge sheria. Bunge inatunga sheria. Bunge likishatunga sheria ambayo rais anaweza kulivunja muda wote, hiyo sheria inaenda mahakamani. Mahakamani huko rais ameteua majaji wote wa mahakama za rufani na mahakama kuu. Kwa hiyo rais wa nchi hii ana mamlaka makubwa zaidi ya Mungu. Twende kwenye halmashauri. Achana na hapo hicho kipande kidogo. Twende kwenye halmashauri. Nizungumzia kwenye halmashauri moja, rais ana mikono hii miwili. Kwa hii elimu Watanzania wengi sana hawana. Na ndio maana kuna machawa. Kuna watu wengi wanakuja wana comment upumbavu, lakini hii elimu hawana. Ukiwauliza maswali, hawajui chochote. Kuna haja kubwa sana ya kuweza kupitisha hizi nondo kwa Watanzania wengi. Mimi nitaifanya kazi. Wameficha hii ukweli kwa sababu Watanzania sio watu wa kuweza kuchunguza mambo, wametulia. At least hata basi tuwamegee, tuwatafunie, wasikilize basi. Recording, make sure tuna record hivi vipande. Hizi ndo elimu za kupata Watanzania. Hizi ndo elimu Watanzania waamke. Recording Nuru. Hii nani live ya TikTok ya Instagram inaenda moja kwa moja. Asante. Sasa twende kwenye halmashauri. Yaani halmashauri moja, halmashauri yetu ya Temeke Dar es Salaam au halmashauri ya Kigamboni. Halmashauri moja tu, rais ana mikono hii miwili. Anamteua mkurugenzi wa halmashauri, anamteua mkuu wa wilaya, ana mikono mitatu. Anamteua pale hapana, unakutana pia na OCD. OCD anateuliwa na RPC. Sasa iko hivi. Rais kwenye halmashauri moja ana mikono miwili. Inawezekana
chama chake kilimpitisha mbunge bungeni, anawezekana akawa na mikono mitatu: mbunge, mkuu wa wilaya na mkurugenzi. Kazi ya mkuu wa wilaya ni nini? Ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Ngoja. Kuna watu vichwa vyao vinatakiwa kuwa loaded. Unaposema halmashauri, mfafanulie. Na ni maana okay. Kuna mtu ambaye anashabikia CCM lakini hajui hata hicho kitu. Halmashauri okay. Ni nini? Halmashauri ni muunganiko wa nini? Halmashauri ni muunganiko wa wilaya. Kwa mfano pale ukienda Temeke, wilaya ya jimbo la Temeke na Mbagala ni halmashauri moja kwenye wilaya ya Temeke. Yaani madiwani wa kata za Mbagala na madiwani wa kata zote za jimbo la Temeke, madiwani wote wa jimbo la Mbagala wanakutana kwenye kikao cha halmashauri moja. Yaani kama ambavyo wabunge wote wanakutana Dodoma, wale madiwani wote wanakutana pale Temeke na kuunda halmashauri ya Temeke. Wao wanatunga bajeti yao ndogo ya pale Temeke. Wao zamani walikuwa na majukumu ya kusimamia yale mabango yote ambayo unaona barabarani kwenye wilaya, yalikuwa yako chini na yale halmashauri. Na wale kazi yao vikao vya madiwani vinaitwa vikao vya ODC. Vikao vya kata ni vikao vya kwanza kuna vikao vya madiwani wote. Kwenye kila kata kinaitwa kikao cha ODC ambayo kinajumuisha wenye viti wote wa mitaa yote husika. Kwa hiyo kama kuna kata ya Temeke, wale wenye viti wote wa mtaa wa Buza, wa Makibonge, mwenyekiti wa taa kwa Rulenge, wakikutana pale kwenye kata kinaitwa kikao cha ODC cha kata. Wanajadili matatizo ya kata yao. Baada ya hapo diwani anaitisha kikao cha wananchi, anachukua matatizo ya wananchi wa kwenye mitaa yote, anakwenda kuwasilisha halmashauri, ambayo wabunge wote wa majimbo yote mawili ya Temeke na Mbagala wataingia kwenye hicho kikao, watakuwa ni sehemu ya hivyo vikao. Sawa. Kingine. Okay, asante. Na yeye tu hapo. Asante, nimepokea hilo. Sasa halmashauri ya Temeke peke yake. Sasa twende halmashauri ya Temeke. Halmashauri ya Temeke kuna OCD. Huyo OCD ameenda mafunzo yote ya kipolisi. Ana control bunduki, ana mafunzo yote ya kijeshi ya control bunduki. Anapelekewa mkuu wa wilaya. Huyo mkuu wa wilaya hata mgambo. Kuna kipindi fulani pale Temeke alikuwa yuko Joketi. Hata mgambo hajacheza. Kazi yake sasa huyo OCD ambaye ana uwezo wa control bunduki na mafunzo yote anakuwa yuko chini ya mtu ambaye hajaenda hata mgambo, anamuelekeza maelekezo ya kisiasa. Anampigia saluti. Yes, anampigia saluti mtu wote. Anamuelekeza kamata fulani, fanya hivi. Hata mgambo hajacheza. Pale kwenye halmashauri moja unakutana na mkurugenzi. Pale kwenye halmashauri moja unakutana na mkurugenzi ana V8. Mkuu wa wilaya ana V8. OCD ana V8. Pale kwenye halmashauri unakutana na mtu anaitwa meya wa halmashauri ana V8. Sasa ndugu yangu, au wote wanafanya nini? Pale unakutana na mtu anaitwa mbunge kwenye halmashauri hiyo moja. Kuna watu zaidi ya 7 wanalipwa, wanatumia gharama zaidi hata ya bilioni 2 za magharama za maendesho, yani gharama ya kuendesha ofisi zao. Sasa tukisema tumtoe mkuu wa wilaya kitapunguka, yani tukisema mkuu wa wilaya tumuondoe, tumfute pale mkuu wa wilaya, kipi kitapungua? Kuna dasi pinaongezewa, kuna dasi balai. Tukasema tumuondoe mkuu wa wilaya, kipi kitapungua? Ukambakiza OCD atekeleze majukumu yake. Tukasema pale tumuondoe mkurugenzi, abaki mbunge ambaye anawakilisha wananchi, na serikali iwe na mwakilishi mmoja wa serikali pale halmashauri ambaye ataiwakilisha serikali. Twende kwenye kata. Kwenye kata unakutana kuna diwani. Kwenye kata kuna diwani. Baada ya diwani kwenye hiyo kata unakutana kuna mtendaji wa kata. Kazi ya mtendaji wa kata ni katibu wa diwani. Sasa ndugu yangu, yani huyu sasa anayesikilizwa zaidi pale kwenye kata ni mtendaji wa kata. Diwani hana sauti. Wakati diwani ndio sauti ya wananchi, yani wananchi wamemchagua diwani, lakini diwani anakuwa hana sauti kwa mtendaji wa kata. Twende kwenye mtaa, twende kwenye kitongoji tu. Kitongoji kile kuna mwenyekiti wa kitongoji, kuna mtendaji. Twende kwenye mtaa, kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kuna mtendaji wa serikali ya mtaa. Unakuta serikali inawekeza nguvu kubwa sana kwa watendaji. Kazi ya huyu mtendaji, kazi yake ni kuisifia serikali. Yani huyu ni mwakilishi wa rais kwenye mtaa. Lakini wakati wananchi wana mwakilishi wao ambaye ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Sasa leo hii huyu mwakilishi wa rais huyu ambaye anachaguliwa na wananchi, huyu ni msimamizi wa uchaguzi wa mtaa. Huyu mtendaji wa mtaa ndio anamtangaza mwenyekiti
wa mtaa huo ambaye anapewa maelekezo na mkurugenzi, anapewa maelekezo na rais. Bwana, huo mtaa huo nataka mpinzani azishinde. Twende kwenye kata. Huyo mtendaji wa kata ameteuliwa na mkurugenzi. Ambaye mkurugenzi pia ameteuliwa na mheshimiwa rais. Hii ni chini ya rais. Sawa sawa? Huyo mtendaji wa kata huyu anamtangaza diwani. Yaani huyu kazi ya mtendaji wa kata ni msimamizi wa uchaguzi. Kazi yake ni kumtangaza diwani. Anapewa maelekezo. Unajua tu mambo mengine hata mimi niko sifahamu. Yaani ndo najua. Unajua? Sasa tulia ule nondo. Sasa huyu kazi ya mtendaji huyu kazi ya mtendaji huyu mtendaji ameteuliwa na mkurugenzi. Ngoja na milioni ile nondo. Huyo mtendaji anamtangaza mheshimiwa diwani, anapewa maelekezo na mkurugenzi. Mimi mkurugenzi ni mteule wa rais, anamwambia kwenye kata hiyo namtaka diwani wa Chama cha Mapinduzi. Anamtangaza diwani wa Chama cha Mapinduzi. Twende kwenye wilaya, twende kwenye jimbo. Kwenye jimbo anayemtangaza mbunge ni mkurugenzi, naye ni mteule wa rais. Rais ndio kama Magufuli alisema nikupe gari mimi nikulipe mshahara. Hebu unajua toa nilishawahi kusimamia nani? Thank you so much Paul. Nilishawahi kusimamia uchaguzi wa kitu gani kilinifanya nikatoka nikasema naachana na haya mambo ya nani? Ya vyama siku kuingia Chadema au kwa CCM. Nilishawahi kusimamia kura za nani? Za Lema, jimbo la Arusha. Okay. Nakumbuka pale Mount Meru pale. Nilishawahi kusimamia. Mimi nilikuwa mmoja nani wa wasimamizi wa kura. Kama wakala, si unanielewa? Yes. Kitu gani kilinifadhaisha? Nilitoka pale kwa sababu tulitolewa. Na nakumbuka nilipigwa mimi. Sasa na nakumbuka niliona kabisa box la kura linaingizwa box fake. Ndio maana nikasema naachana na huko kwa sababu kama watu wana majibu tayari, wanamtaka nani? Kuna haja gani ya kupambana na hizi mambo? Ndio nilitoka. Nilitoka kabisa. Ulifanya uamuzi mzuri. Sasa ni wakati naelekea mwishoni kabisa kumaliza. Ulifanya uamuzi wa busara. Nimzungumzie wakala wa chama cha siasa. Wakati wa uchaguzi, kila chama cha siasa kinapaswa kuwa na wakala wake. Yaani kila mgombea anapaswa kuwa na wakala ambaye atakwenda kumsimamia kazi ya wakala. Huyo wakala anatafutwa na mgombea. Huyo wakala kazi yake ni kwenda kuhesabu kusimamia kura za mgombea. Hakikisha amesimamia kutoka asubuhi mpaka jioni, amesimamia mchakato wa upigaji kura, amesimamia mchakato wa kuhesabia kura na amesimamia mchakato wa kubandika matokeo kwenye kituo. Huyu wakala anatafutwa yani mimi ni wakala wangu. Sawa mimi niwe na duka nimweke muuzaji, lakini hilo duka ninalipa kodi TRA. Kwa hiyo mimi wajibu wa TRA ni kusubiri kodi yao wapelekewe. Kama ambavyo kwenye kituo cha kupigia kura mimi ndio mgombea. Yule wakala ni wa kwangu. Haina haja ya kusema mawakala wote jimbo zima. Kwa mfano jimbo la Kakonko kuna sehemu unatembea kilomita 45, kata moja kwenda kata moja unatembea kilomita 45. Serikali inatumia mbinu ya kusema walete mawakala wako wote 1500 kwenye ofisi ya halmashauri. Unakuta safari moja kwenda kwenye ofisi ya halmashauri nauli ni sawa kutoka hata Iringa kwenda Dar es Salaam. Sasa wanasema wakusanye mawakala wote ili waapishwe. Mawakala ni wa kwangu mimi ndio mgombea. Wale watu wananitii mimi wale ni mali yangu, na walipa pesa ya uwakala mimi, wale ni mali yangu. Kwa nini wasinitii mimi? Yaani mimi niwatafuti watu ambao ninawaamini waende wakasimamie kura zangu, niwaapishe mimi kwa sababu si wananitii mimi, lakini serikali inataka ikawaapishe yenyewe. Kwa nini inafanya hivyo? Kipindi cha uchaguzi inajua watu wengi hawana uwezo wa kuwagharamia watu wafike. Kwa hiyo yale maeneo ambayo yatakosa wakala ndio CCM na serikali wataibia kula pale. Wananchi wakapendekeza mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali ya mtaa mawakala wabaki chombo binafsi cha mgombea, na vile vile wakala wa chama cha siasa. Sasa hivi bora zamani walikuwa naiba, kulikuwa hakuna sheria. Sasa hivi wametunga sheria ya wizi. Wanasema wakala wa chama cha siasa sasa hivi kwenye katiba ya sasa hatoruhusiwa kuingia na simu kituoni. Anakayeruhusiwa ni msimamizi wa uchaguzi na polisi. Ila wewe wakala wa chama cha siasa hauruhusiwi kwenda na simu kituoni. Sasa mimi nasimamia, nimepatwa na tumbo nimeumwa kituoni, na natoaje vipi taarifa? Natoa vipi? Kwa sababu mgombea ana mamlaka ya kubadilisha wakala wake kwenye chumba cha kupigia kura. Sasa sheria sasa hivi wameweka sheria kwamba wakala haruhusiwi kuingia na simu kituoni. Achana na hiyo. Sheria ya sasa ya uchaguzi inasema baada ya kupiga kura msimamizi wa uchaguzi atatangazia matokeo sehemu ambapo anaona
inafaa. Kwa hiyo anaweza akakutoa pale kwenye kituo cha polisi, kwenye kituo cha kula, akaenda kwenye kituo cha polisi kwa sababu ni sehemu ya umma, kwenda kutangazia matokeo. Achana na hiyo, kuna jambo la kushangaza sana. Inasema yani mimi ili niende mahakamani, mahakama ukipeleka kesi inaangalia nyaraka. Inasema wakala wa chama cha siasa atapewa nakala ya matokeo endapo zitakuwepo za kutosha. Hebu pigia msai neno, yani mimi nitakupa nakala endapo zitakuwepo za kutosha. Hivi ndugu yangu, kwa CCM zitatosha? Yani wizi wa sasa umetengenezewa sheria, yani wizi ambao unafanya CCM kwa sasa umetengenezewa sheria za wizi. Huko nyuma hazikuwepo, wametengeneza kipindi cha mwaka 2019, 2020 na 2024. Sasa wananchi wametoa maoni yao kwenye rasimu ya Yasin Warioba. Kila kitu ambacho kipo, ukienda kwa mfano kwa polisi, sasa hivi tuna police force, lakini wananchi walitoa maoni kwenye rasimu ya Yasin Warioba, tunahitaji kuwa police service, polisi wanaotoa huduma, polisi ambao watakuja nyumbani kwangu, watagonga kwanza, wataambatana na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kijiji au kitongoji, watakuja nyumbani kwangu, watagonga, watajitambulisha, bwana Mwaipaya, mimi naitwa Afande Musa, natoka kituo cha Chang'ombe Dar es Salaam, tumekuja kukuchukua, unatumiwa kwa kosa la matumizi mabaya ya mtandao ya kijamii, tumekuja na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, tunakupa muda wa kutoa taarifa kwa ndugu zako kwamba umechukuliwa na unaenda polisi, uko sehemu salama. Hii ndio huduma ambayo tunaitaka. Sasa hivi akija polisi, kwanza uko na mkeo, atakukwida mbele ya familia, hebu njoo hapa, piga magoti. Yes. Unazalilishwa mbele ya familia. Wewe ni mtuhumiwa. Chombo pekee chenye mamlaka ya kudhibitisha makosa ni mahakama. Kwa hiyo sasa hivi tuna police force. Akija mzee, ukimuuliza wewe ni nani, umetokea wapi, utapigwa mitama, utapigwa makofi, utazalilishwa mbele ya familia. Hatutaki hiyo. Tunataka tu tuna police service. Na sasa hizi fikiria, polisi hao vibaka, yani vibaka kweli kweli. Wamemchukua mtu kama Loyole. Yule Loyole wameenda kumchukua pale Kamata ofisini kwake. Gideon. Loyole yule naitwa Nicodemus. Nicodemus Loyole. Wamechukuliwa pale Kamata, Mataya Kamata pale. Ofisini kwake wameenda watu wamevaa makapelo, wamefunika sura, wamemkwida, wameondoka nao. Picha zimeonekana kwenye mitandao ya kijamii, lakini mpaka leo familia ya Nicodemus Loyole hawajui ndugu yao yuko wapi. Sisi tunasema kukamata mtu, hatukatazi mtu akamatwe. Tunataka mtu akamatwe, jeshi la polisi ambalo litatuambia tumemshikilia ndugu yenu, yupo katika kituo cha Central Dar es Salaam, yuko katika kituo cha Mbagala au yuko Chamazi. Ndugu na familia waweze kwenda kumuona na apate msaada wa kisheria. Polisi, hakuna sheria yoyote ambayo inampa mamlaka polisi kukamata, kupoteza raia. Hakuna. Chombo pekee, hata kama Loyole ana makosa, apelekwe mahakamani. Chombo pekee kilichopewa kwa mujibu wa sheria ya kusimamia haki za Watanzania ni mahakama. Mahakama inaweza ikakupa haki ya kukufunga, haki ya kukunyonga, haki ya kuachilia huru na haki ya kukuruhusu wewe utoe fine, uende ukasherekee na familia yako, sio polisi. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi tunasema tunahitaji katiba mpya, tuwe tuna jeshi la polisi ambalo kwanza halipo mikononi mwa rais, na chombo ambacho kipo huru. Mtu yoyote akikalia kiti na kulipwa mshahara wa Tanzania ajue siku akistaafu akifanya makosa wakati anatekeleza majukumu ya nchi, yeye atawajibika. Hakuna mtu ambaye atampatia kinga, ataenda mahakamani, atalipa fidia. Tutakuwa na nchi ambayo inaheshimu sheria. Hapa Kenya, sheria ya Kenya, rais anaweza akasaini sheria leo kwamba na saini sheria, mtu yoyote akitoa maoni ya kumsema rais vibaya kwenye mitandao ya kijamii aende mahakamani. Mahakama siku ya pili yake watu wanaenda mahakamani kuipinga hiyo sheria. Mahakama inazuia sheria iliyosainiwa kwa mkono wa rais. Tanzania sheria ikisainiwa na rais ni kama amesaini Mungu, yani kama agano la kale. Tunataka rais kwanza, namba moja, apunguziwe mamlaka makubwa alionao, tuwe tuna uwezo wa kumshtaki rais mahakamani. Sasa hivi kila ripoti ya CAG ikisoma kwenye kila halmashauri, mabilioni ya fedha ya wananchi yanaliwa. Vijana hawana ajira, wako mtaani. Kwenye halmashauri kuna watu wanatembelea mavieti zaidi ya 6, hawana kazi yoyote wanafanya. Kitu cha kushangaza, ukienda Temeke Dar es Salaam, halmashauri kuna afisa kilimo. Temeke kuna shamba wapi? Halmashauri ya Temeke wapi kuna shamba? Dar es Salaam. Halmashauri ya Ubungo Dar es Salaam, shamba unapata wapi? Kuna afisa kilimo wa wilaya.
ana gari, ana ofisi, analipwa mshahara, na hiyo ofisi yake ina watu wengine, watu wa kilimo. Dar es Salaam, afisa nyuki Dar es Salaam. Kwa hiyo yani nchi ndugu yangu yani hii nchi ukifuatilia, yani Tanzania nzima bajeti ya mwaka ya magari ya viongozi wa serikali kila mwaka bilioni 5, V8 kila mwaka bilioni 5. Kwa nini mtu asipewe Land Cruiser muda wote aendeshe akiwa ofisini? Samahani tu. Hiyo point ndio nilikuwa nataka nikukumbushe ili pia iwe kwenye rekodi. Asante. Msafara wa magari ya viongozi. Asante. Mpaka sasa hivi mzazi anakwenda kujifungua anaambiwa akanunua vifaa vyake. Wakati unakuta waziri mkuu anatembea na Land Cruiser karibuni 10. Stupid. Hata waziri mkuu wa Uingereza ama wa nchi yote ya Ulaya atembee na huo msururu. Hii bajeti yote hii kwa nini tusiwekeze kwenye hospitali? Kina mama wakajifungua. Watu hawana uwezo. Unamwambia mume wake anunue vifaa ya kujifungulia. Unamkuta mtu anahangaika akipata kibarua 15,000 kwa siku. Huyu ni msaidizi wa ujenzi wa kibarua. Kwanza atakula nini? Atasevu nini? Ili aende akanunue vifaa vya mke wake siku ikifika ya kwenda navyo hospitali. Hiyo ndio kuelimisha. Hii misafara ya viongozi ya magari jinsi gani inatukwangua na kuturudisha nyuma. Thank you Twa. Endelea. Asante. Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia magari ya viongozi. Kila mwaka wanatenga bilioni 5 kwa ajili ya kununua magari mapya ya serikali. Sasa wewe mtu analipwa mshahara mzuri, anakaa ofisini, kuna kiyoyozi. Kwa nini asikopeshwe gari kwa kipindi chote ambacho atakuwa yuko ofisini? Kwa nini kama anataka gari, kwa nini asikopeshwe na kukatwa kwenye mshahara wake? Na kwa nini kusiwe kuna magari ya ofisi ayanunuliwe magari kwa matumizi ya muda mrefu kama Land Cruiser, watu waweze kuafford? Kama pale Dar es Salaam V8 Dar es Salaam ya nini? Mtu anafanya kazi ya halmashauri ya Temeke. Yaani mimi hivi bilioni 5 ni milioni 5,000 Bilioni 5 ni bilioni 5 ni milioni 5,000. Yes. Sababu bilioni 1 ni milioni 1,000. Yes. Kwa hiyo pale Temeke, yani mimi of course natolea sana mfano pale Temeke kwa sababu mimi nimeishi Temeke, nimefanya siasa, najua Temeke jinsi ilivyo. Pale Temeke unaweza ukatembea. Yaani ukitoka pale halmashauri ya Temeke kwenda Keko, hata na bodaboda yako tu unaenda, hata na baskeli unafika mapema kabisa. Mtu wa Dar es Salaam kama unataka mkopeshe Vitz, atembelee Vitz. Akitaka gari nzuri, anunue gari nzuri. Kwani kwenda ofisini kuwatumikia wananchi unahitaji mpaka uwe V8 ya nini? Yaani unampa heshima nani? Yaani sisi maskini unatupita barabarani na V8 lako, hatuna maji, umeme hauwaki, hatuna madawa hospitalini. Hilo V8 inamsaidia nini mwananchi? Kwa tunataka tuishi kutokana na mazingira. Kuna clip ambayo ilitembea baada ya maandamano ya Oktoba 29. Kuna bonge mmoja alikuwa amekaa kwenye V8 na nafikiri mbunge au wabunge haramu. Alipita mtaa mmoja anambia, "Kwa nini mnaandamana? Acheni bana, msifanye hizo." Na hapo akatoa 100,000 yuko kwenye gari. Ile clip ilitembea. Ile clip imetia hasira sana. Natamani yule jamaa, ile clip nilitazama mara 10 nikalia machozi. Yaani ilinitia hasira sana. Eti yuko ndani anatoa anasema msiandamane bwana, msiandamane. Yaani endelea bro. Kwa hiyo ndugu yangu, Dar es Salaam. Twende kwenye shule zote za Dar es Salaam. Tatizo tunakosa akili. Dar es Salaam ni eneo ambalo halina maeneo makubwa. Lakini ukihesabu shule za magorofa Dar es Salaam, unakuta kuna shule moja ina watoto 2,000. Shule ya madarasa ya kawaida katikati kama Dar es Salaam. Kwa nini usijenge madarasa ya gorofa kwenda juu? Kwanza utaokoa ardhi ya kutosha, utakuwa na madarasa ya kutosha na ardhi itaendelea kuitumia kadri ambavyo utaiweza. Lakini Dar es Salaam madarasa ya chini, madarasa ya vumbi Dar es Salaam. Watoto wanakaa chini Dar es Salaam, pale Dar es Salaam. Sasa kuna haja gani ya mtoto wangu anakaa chini alafu wewe utembelee V8 Dar es Salaam? Muda wote alizimu liko nje ya halmashauri. OCD V8, kiyoyozi, meya V8, mkurugenzi V8, mkuu wa wilaya V8. Moja tu, maji hakuna, watoto shuleni, madarasa, walimu hawapo wa kutosha, watoto wamesoma wengi wako mtaani, lakini kila mtu ana V8. Twende kwenye msafara wa Mwenge. Yaani hii inatia hasira sana. Nimalizie na Mwenge.
Mwenge wanajenga darasa moja kwa thamani ya shilingi milioni tuseme milioni labda 20 au milioni 30. Darasa moja tu lile wanajenga labda tuseme kwa milioni 20. Yanakwenda kuzindua msafara wa magari